Basi ninakusogeza katika episodi ya 6 ya picha nzuri kabisa hii ya The Bible. Basi bila kusahau watu wangu wa nguvu sana, yes, hapa namzungumzia mtu wa maana kabisa kwa wakazi wote wa Dar es Salaam. Mkitaka usafiri wa kueleweka, yana maanisha Uber. Yes, utafanya jambo la msingi kama ukimtafuta Baraka. Yes, moja kati ya watu wazuri sana. Baraka Nelson Makala yuko vizuri kabisa. Una mzigo, unataka kutoa stendi kufikisha ndani ya jiji la Dar es Salaam, wewe mtafute. Sio lazima uende mwenyewe ukahangaika na foreni. Unampigia simu tu kwa namba 0714 03 89 93. Unamwambia kuna mzigo wangu sehemu fulani, nenda kufuata, inakuwa ni rahisi, au wewe mwenyewe inakuwa ni rahisi. Baraka Uber, tuko vizuri kabisa. Mungu akutunze. Bila kusahau Abi aka Mama Milan, dada yangu, tuko pande za Dar es Salaam. Mungu akutunze kabisa Mama Milan, tuko pamoja. Lakini bila kumsahau ndugu yangu wa kweli kabisa anaitwa Mam. Yes, huyu hapa yuko Kigamboni pamoja na Messi, na wapenda sana. Tunakwenda katika episode hapa ya 6. Moja kati ya picha nzuri kabisa hapa ya ukweli kabisa, ni episode ya 6. Tunakwenda kama ifuatavyo. Lakini bila kusahau Emani Msafara alitaga hivyo kwa namba 0628841850. Unapata movie za ukweli na za kueleweka. Mambo yanakuwa vizuri kabisa. Movie zote zinapatikana kwangu. Nipigie simu nikupe maelekezo. Lakini tuna magrupu yetu, kujiunga ni shilingi 5,000, alafu kila wiki unakuwa unatoa 2,000. Nipigie simu hizo namba. Lakini bila kusahau Heaven FM Radio wako pamoja na sisi. Tunakwenda sawa katika picha nzuri hapa ya ukweli kabisa. Msisahau kusubscribe tu na kwenda sawa. Haya yote ni matukio ambayo tumekwisha kuyaona. Kumbuka hii picha inaitwa The Bible na ikiwa ni sehemu ya 6. Mimi sina matangazo mengi, nataka nikuunganishe twende tu pale tulipoishia, ndipo tuanze kwenda sawa. Mungu akutunze na kupenda na kutakia mema, na Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa zaidi katika picha hii hapa. Inaitwa The Bible. Tutakwenda kama ifuatavyo. Basi baada ya kuonyesha advertise kwamba Samsoni msipomleta hapa itakuwa ni shida, basi ilibidi familia nzima waondoke pamoja na mama. Yaani walibidi wachukue baba, mke pamoja na kijiji, baadhi ya wazee kwenda kumfuata Samsoni. Mara unamjua Samsoni ni mtu ambaye haingiliki kawaida, ana nguvu za ajabu pia. Kwa hiyo ilibidi sasa waende wamejiandaa, kijiji kizima kinaenda kumchukua mtu mmoja. Na kumbuke wao watu ndio Mungu alimweka Samsoni kwa ajili ya kuwasaidia Wafilisti. Sasa wanataka wamkamate Samsoni, wampeleke pale. Samsoni yuko wapi? Samsoni yupo. Mama yake anamuuliza Samsoni upo? Haya, mamba akatokea kwa nyuma, wakashtuka. Haya, waliocheza hii movie wamejaribu kuweka balance, sio kila movie upe. Twende sawa. Basi ndugu zako wanaweza wakakufunga kamba na minyororo. Nini kimewapata? Tumekuja tuzungumze mimi na wewe. Mzungumze nani? Unatakiwa uache kuua. Tafadhali. Yaani kila Mfilisti unayemuua, watu wawili wakati wanakufa. Unajua Wafilisti sasa hivi ni wa viongozi, wanatutawala sasa. Kwa hicho kitu gani kizuri kwamba tuwasikilize kwa sababu wao wanatutawala, au tusimtie Mungu? Maana mimi nimeweka kazi hiyo. Lakini unafanya kwa ajili ya Mungu, lakini sio kwa ajili yako. Kumbuka kile kisasi alikifanya kwa ajili ya mapenzi, lakini ukumbuke ndio pia kisasi bule cha Mungu inapitia. Maana Mungu alimweka Samsoni kwa ajili ya kuwasaidia wana wa Israeli, aka Waamuzi. Kitabu kile cha Waamuzi tutakwenda sawa. Roho Mtakatifu akwambie. Basi Samsoni akamuuliza mamake, hivi ndio hichi ndio Mungu anachokitaka? Hichi ndio Mungu anataka mimi nikifanye? Wakati mwingine mwanangu, Mungu anatuongoza katika njia ambazo wenyewe hatuwezi tukajielewa au tukaeleza. Lakini mimi naamini kabisa Mungu hapo ulipo atakuongoza na atakwambia kitu gani cha kufanya. Cha msingi ni kubaki na Mungu. Maana mwamba ilibidi amuulize, hichi mnachokitaka nikipeleke au mnifunge ndicho cha Mungu anataka nifanye? Alimuuliza mama yake. Basi Samsoni ilibidi aweke kubali tu kufungwa na kupeleka mbele ya Wafilisti kwa ajili ya kunusuru watu wengine. Adui zako wote wanaotaka kufunga kwa jina la Yesu, na wao tunawafunga hivyo katika damu ya Yesu. Hakuna uchawi wala uganga utakosimama. Unaditaka DJ Emani himself IP. Yes, tunakwenda sawa
kwa namba 0628841850. Mama yake aliumia lakini alikuwa hana otherwise. Basi walimfunga wakamfikisha hapa. Kiongozi akafurahi sana kuona kazi ambayo ameifanya. Maana ilibidi wamtie na mnyororo kabisa, zile kamba ilikuwa ni uongo. All I see Nacho kiona ni muuaji tu hapa. Wewe, why did you kill my wife? kwa nini ulimuua mke wangu? To teach you and your people a lesson. Tumeua ili kukufundisha wewe na watu wako, tuwape mafundisho muelewe. Tuwaonyeshe. Kwa ndio mkaamua kumuua, lakini hamkuishia hapo mkaanza kuwa na watu wangu. Wewe wenyewe umeua watu wangu. Sasa ndio maana tulikuwa tunalipiza kisasi. Tunalipiza kile ambacho umekifanya kwa watu wetu. They kill all of you. Na mkileta tutawaua wote nyinyi. Basi wakamletea kitu kinachoitwa zarau. Jamaa amekubali kunyenyekea. Amwambia sasa ngoja tukuonyeshe ambacho tutakachokifanya sisi kama Wafilisti. Wakataka kurudi kumuua sasa huyu mshikaji. Lakini wakati amekaa pale akakumbuka sauti ya babake kwamba anamwambia kazi yako ni kuwapiga Wafilisti, sio kukuua. Mungu wangu, Mungu wa Israeli. Mwamba ameomba Mungu ampe nguvu. Ambia wanataka kuniletea ujinga. Akatuka mnyororo akanakata kama nimefungwa cheni. Wafilisti wakaona hiyo ni moto. Mwamba akang'oa na ule kitu siji msalaba ule. Akawatandika kitu lizito kweli. Akawapa nao. Wewe unaenda wapi? Ngoja niwaonyeshe. Kazi yangu nimeshaijua. Nataka nikwambie mtazamaji, ukisahau majukumu yako ni kwa nini uko duniani utateseka. Hapana. Jua majukumu yako halafu utasurvive. Mungu atakupa watu wa kutembea na wewe. Mwamba akachukua taya ya punda. Biblia yangu inaniambia kwamba aliua maelfu kwa taya ya punda. Twende sasa. Mambo haya hapa. Mwamba baada ya kugundua kwamba natakiwa nirudi katika position yangu. Inawezekana uko hapo unatizama, umetoka kwenye majukumu yako. Mipango ambayo Mungu amekukusudia. Ndio maana unahangaika na kila kitu hakifanikiwi. Nataka nikwambie jambo moja. Simama katika kusudi lako, halafu tembea nalo. Katika kitu cha kusudia watakimbia wenyewe. Basi Mwamba alitoka na kukimbia kwenda kujipumzisha baada ya kuwa Filisti. Kawa anaangalia pale. Lord, Mungu, is this what you want from me? Hichi ndicho unachokitaka kwangu? Guide me, please. Tafadhali naomba uniongoze. Wakati yuko pale anaomba, akasikia kuna mtu anakuja. Wewe binti. Ningekufyatua. Kumbe ni mwanamke. Basi ilibidi awe mpole. Akimwangalia mwanamke mwenyewe tujamjua ni nani. Wewe naomba maji ya kunywa. Tutamjua baadaye ni nani. Wewe njoo hapa. Nipe maji ninywe. Thank you. Nashukuru sana. What is your name? Jina lako ni nani? My name is Delilah. Jina langu mimi naitwa Delilah. Delilah huyu hapa tumempata. Basi kama kawaida ya mwanadamu, mapenzi yakanoga. Samsoni shida yake alikuwa udhaifu wake ni watoto wa kike, au unaweza ukaita piskali. Huyo alikuwa na udhaifu sana. Kwa hiyo ilibidi sasa akampenda Delilah, wakaingia naye tena kwenye mahusiano naye. Bado ni binti wa Kifilisti. Sijajua sababu ni nini, ila nitakupa maelekezo baadaye. God and Creator. Upande wa pili sasa, huyu Mwamba anaomba katika miungu yao. Wafilisti wanaomba katika miungu yao kwamba awasaidie, maana sasa huyu Mwamba amekuja kuwa shida, kwamba awape njia na namna gani ambao wanaweza kuliongoza taifa, lakini pia na kuweza kumdhibiti Samson. Basi akaletoa taarifa, kuna njia ambayo tunaweza kuipata tukaijua. Huyu bana ameingia kwenye mapenzi tena na binti wa Kifilisti mwingine tena. Anaitwa nani? Huyu binti anaitwa Delilah. Delilah? Hebu nataka mumletee hapa Delilah. Nileteni Delilah hapa. Nizungumze naye. Sasa hivi wanatafuta namna ya kutumia njia kama leo.
Basi Delila alikamatwa akapelekwa, au alifuatwa kama alivyoagizwa, akapelekwa. We Delila, asante kwa kuja, asante kwa kuniheshimisha. Sasa hivi ameona watumie kwamba mbinu nyepesi, sio ngumu tena ya kuua watu. Maana wakimuua na Delila kitakachowakuta tena kingine watakijua. Aya. What do you want? Wewe unataka nini? Let's just have a little talk. Nataka tuwe na mazungumzo kidogo tu kuhusiana na kuhusiana na Samson. Not one of us. Unajua Samson sio wa kwetu, lakini wewe ni wa kwetu. Why are you with him? Why do you want? Kwa nini uko pamoja na yeye wakati wewe ni wa kwetu? Nataka uniambie, kwa nini nataka kujua? Nataka uniambie. Is he in love with him? Je, una mapenzi naye? Wewe, yeye anajua mwenyewe. Hundreds of our people. Ameua watu wengi sana, maelfu ya watu. Since he's met me. Huyu mtu bana amenisaidia. Believe her. Unamwamini? He will go on killing until we find a way. Tutaendelea kuua mpaka tutakapopata njia ya kumdhibiti. Where does he get his strength? What's his secret? Nataka tuambie, utupe siri ya nguvu zake. Inawezekana akawa anajua. Hajaniambia. Nataka umshawishi. Siwezi kumshawishi, na mshawishi vipi? Siwezi. Maybe this will help. Labda hichi kitu kitaweza kukufanya umshawishi, uweze kumshawishi. Mbele ya fedha bana. Najua hata Yuda naye alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Tutaona huko baadaye huko mbele. Nakuonyesha. Sasa hizi zote zitakuwa za kwako kama ukimshawishi akakwambia siri ya nguvu zake. Sio sasa hivi. Wewe wanawake na pesa na wanawake. Una tafuta hela. Haya. Wewe makini sana wanaume. Mnaweza mkasalitiwa na wanawake kwa pesa. Unajua unapendwa, kumbe mwenzako amepewa hela, yuko pala anaigiza. Na they are very good pretenders. Why are you so strong? Kwa nini una nguvu? Basi ile siku moja wamekaa, ilibidi amuulize yale maswali. Kumbuka alipewa maelekezo. Mimi naenda tunajua. Kwamba mimi na nguvu. He makes me strong. Ni Mungu wangu ananifanya mimi nakuwa na nguvu. What do you mean? Unamaanisha nini? God is with you. Kwamba unamaanisha kwamba Mungu, unamaanisha nini kwamba Mungu yuko pamoja nawe? Na kwaje ndio maana uko na nguvu? My mother was barren. Mamangu alikuwa ni tasa. A child. Na akaambiwa atazaa mtoto. Me. Ambaye ni mimi. But there are things I must not do. Lakini kuna vitu ambavyo sitakiwi kuvifanya. Samson, vitu gani hivi? Cut my hair. Usikate nywele zangu. Forbidden. Nimekatazwa kabisa. Sign of my devotion. Hiyo ni ishara ya kiapo changu. Hair. Nywele zangu. If you cut your hair. Kama ukata nywele zako, My God will take away all my strength. Mungu wangu atachukua nguvu zote za kwangu. Samson ametoa siri. Aya, kwamba yeye akikata nywele anakuwa na udhaifu kabisa. Alafu kisa kalaliwa na mwanamke. Yaani ukishaona unaongea, alikuwa amekulalia kwenye kifua. Alafu akageukia pembeni. Kwa makini. Anataka tu uthibitisho. You don't believe me? Uniamini sio? No, Samson. Hapana. I do. Na kuamini. Aya. Mwanamke anawaza namna gani ya kumfanyia maelekezo. Ameona pesa. Basi Samsoni baada ya kulala alifanywa maelekezo, akasinzia vizuri. Haya, kilichofuata sasa, mama kakamata bonge moja na mkasi, akaona vikata vile vishungi. Haya, huku Wafilisti wanakuja. Twende vizuri kabisa. Wanaume ninawasihi katika jina la Bwana Mungu wa majeshi, kweni makini. Akuta mtu anakuambia mimi bila milioni ngapi atakuwa huyo. Twende vizuri kabisa. Mambo yanakwenda vizuri. Haya, Delila akafanya maelekezo, kisha pesa ambazo ameahidiwa. Akamsaliti mpenzi. Mama yangu we. Haya. Basi aliamshwa. Mwamba akaisi bado ana nguvu. Akasema akawafuata. Kwenda kuwafuata. Anashangaa anadhibitiwa. Mwamba alishangaa. Nini kimetokea? Umefanya nini? Umefanya nini? Unashangaa hichi ndicho alichokifanya. Afu mwanamke anatenga mkono, anapokea pesa. Mama yangu. Akina mama hawa. Yesu awasaidie katika jina la Yesu hai.
Twende sawa. Basi alifanya kila ambacho alipewa maelekezo kufanya, na akapewa kazi na akapewa hongera. Asante kwa kulisaidia taifa lako. Haya, we Delila, umenisaliti mimi. Ngoja sasa nikugeukie, maana hii ni fursa ambayo nilikuwa naitaka. Sasa hivi nataka nikwambie, ninakutakia good luck. Hautawaona tena unavyoona hivyo, maana nakwenda kuchomoa macho yako chap kwa laka. You will never see her. Hautamuona na yeye pia kabisa, kwa sababu nakacho kufanyia hapo. Bas, Mamba mbele ya Delila. Haya, akamfanyia maelekezo. Mungu Baba, twende vizuri. Mamba kawa akamtoboa macho. Haya, unamwamini mtu alafu mtu anakugeuka. Twende sawa. Basi Samsoni walimfunga, mara yake sasa ilibidi sasa wamkamate tumpeleke moja kwa moja. Kulikuwa kuna shele zao fulani, peleka huko wewe. Haya, ampeleka huko, ambie kwamba huyu mtu aliyetukamata na kutuua sasa leo tumemfanyia hivi. Delila naye alikuwepo hapo. Haya, Mwamba alitoa siri. Kuna mambo ambayo ukitaka kuyafanya usimwambie mtu yoyote, hatakiwi kujua. Watakufanyia maelekezo, halafu itakuwa mbaya zaidi. Twende vizuri katika picha nzuri hapa. Inaitwa The Bible, ikiwa ni sehemu ya 6. Tafadhali naombeni mnifanye niguse sehemu nishike kwenye nguzo. Haya, Delila sasa hivi analia. Kinachomuuliza ni nini sasa? Hebu mnyawaze. Lord, Mungu, if I am yours, kama mimi ni wa kwako, naomba unikumbuke sasa. strengthen me once more. Nipe nguvu tena kidogo. Wewe And you, Samson. hawezi, wewe sio wewe Samson, wewe wezi. You are the man who... Wewe ndio mtu ambaye ulichukua macho yangu. I am glad of it. Ninafurahi For the darkness helps me think. kwa sababu giza linanifanya nifikirie. Mlizani mnanikomoa, giza limenifanya. With him, Basi naomba tumchukue tumpeleke katika utumwa. I can see Ninaweza nikaona, clearly than ever. ninaweza nikaona vizuri na kwa wazi kuliko hata mwanzo nilivyokuwa na macho. He wants me to destroy you. Mungu ananitaka mimi niwaangamize nyie. Haya, aliposukuma watu wakachukulia poa. Wewe una nguvu sasa hivi, nguvu zako zimeisha Samson. Watu wanacheka na kufurahi. Wanamdharau. Haya, wewe. Haya, Samsingi. Mwamba akashtuka, kumbe jamaa ana nguvu. Hasa kale anaona watu kama wameangukiwa. Mzuieni. Nani akuzuiliwa? Kudadadeki, nguvu zisharudi. Samsingi baada ni kuomba rehema na toba na kurudi kwa Yesu bana, hata kama umekosea. Mungu anakupa nafasi nyingine. God is a God of second chance. Inuka, angaza, pigana vita, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Isaya anakuambia kitabu kile cha Isaya, anasema rise and shine, nuru yako imekujia. Nafikiri ni Isaya ya 60, sura ya 60 ile pale, anzia mstari wa kwanza. Inuka kwa jina la Yesu. Usikae kwenye dhambi hapo. Ukianguka sio tatizo, swala ni kukaa kwenye matatizo. Haya, Bwana atakulipizia kisasi. Adui zako waanguke kazini pamoja na wao. Wakikufuata kazini, unadili nao katika ulimwengu wa roho. Bwana anakupa nafasi nyingine tena. Bas. Haya, Samson alikufa nao wengi sana, mpaka na yule kiongozi alikufia mule kwenye ile jengo. Paka na Delila naye alikuwa amekwenda na maji, mara yake amekufa. Mama mtu aliumia sana kwa sababu Samson aliua wakati wa kufa, alikufa na wengi mno kuliko wakati wa uhai wake. Yaani mara yake aliondoka na watu kibao. Mama aliumia sana, hakuna namna ya kufanya. Ni kujilipizia tu kisasi. Katika jina la Yesu aliye hai. Sasa mwisho wake ukawa hivyo. Lakini bora uishi mwisho mzuri. Rudi kwa Bwana, anakupa nguvu, alafu naomba kumaliza vizuri. Umalize mwendo safi kabisa. Katika vizuri na utakatifu wa Bwana. Twende vizuri, nitaga imani msefu. IP. But he could never defeat the Philistines on his own.
The prophet Samuel has urged the people to unite in God's name. Basi baadaye Mungu akamuinua mtu nabii Samueli, na nabii Samueli akawaunganisha watu waungane katika jina la Bwana Mungu wa majeshi, wawe kitu kimoja. Baada ya Samson kupita, basi siku moja alikuwa anashangaa watu wanapiga kelele kwamba wanataka wana shida naye. Anashangaa kuna minong'ono na elewi nabii Samueli nini shida. So what is it Nini kinachowasumbua watu wa Israeli, watu wa Mungu? Oya, mwambie bwana. We are grateful, prophet. Tunashukuru kwa sababu wewe ni nabii mzuri. God has led us. Mungu ametuleta hapa, sio mimi. You are not as young as you were. Wewe sio kijana kama ulivyokuwa. You are worried. Na watu wako. Speak to the Lord after you, who will lead us. Baada ya kuondoka na kwenda kwa Mungu, nataka tuongoze. Watoto wangu hapa ndio wataongoza. Your sons are corrupt. Watoto wako wote wameharibika, hawafai hata kutuongoza. Ni lazima mumtii Mungu na kushika sheria zake. Hamuelewi? Mungu ndiye aliwasaidia kuwatoa katika nchi ya utumwa mpaka leo kuwafikisha hapa. They take bribes. Everyone knows it. Hao watoto wako wanachukua sifa. Kila mtu anajua wanafanya mambo ya ajabu. Kila mtu anajua tabia zake. Hawezi akaongoza, tabia zao sio nzuri. Hawezi akaongoza. When you are gone, unapoondoka, and the Philistines return and we look to your sons, na ukiondoka Wafilisti wakirudi na tukiwaangalia watoto wako, watasababisha tukaangamie, tutakufa wote kwa sababu watoto wako wameharibika. Lakini what do you want? Sasa mnataka nini? A king. Tunataka mfalme. Other nations. Tunataka mfalme kama mataifa wengine. Lakini Mungu, nyinyi si watu wa Mungu na Mungu ndio mfalme wenu. Kwa nini mnataka mfalme zaidi ya Mungu? Mungu si anawaongoza, nyinyi ni watu wa Mungu. Chosen by God. Tunataka yule mfalme ambaye amechaguliwa na Mungu, ambaye anaweza akasimama kuna kutuongoza badala yake. You would reject our God. Nyie mnamkataa Mungu. Mnataka mfalme. Kumbuka Mungu ametuahidi mambo mengi ya kutufanyia katika nchi, ametuahidi nchi hadi. Ear of the Lord Samuel. Tumekuja hapa kusikia neno kutoka kwa Mungu. Ask him to. Unatakiwa umuombe Samueli Mungu atupe mfalme. Mwamba Samueli kakasirika kwa sababu wanataka mfalme. Basi libidi aende kuomba sasa, kwenda kumuuliza Mungu afanye nini. Now they have rejected me. And you, God, wamenikataa mimi na we Mungu. say I should give them a king. Wamesema niwape wanataka mfalme. Unifanye nini? But who should it be? Nani ambaye anaweza kuwa mfalme? Bas. Haya. Akapewa picha moja ya mfalme wa kwanza ambaye anatakiwa kuja kuwa mfalme. Yes, huyu hapa mwamba. Tutamjua baadaye story yake taratibu. Twende vizuri katika picha nzuri. I see. Ni yeye. Okay. Kwa hiyo inabidi nimpake mafuta ili awe mfalme. Haya. Twende vizuri taratibu kabisa na picha nzuri. Still be your prophet. I can guide your king. Kwamba ninaweza nikabaki kuongoza mfalme wako. Haya, kama mfalme. Basi alitauliwa mfalme, lakini mwamba Sauli, lakini pia yeye atabaki kuwa kama kiongozi kumuongoza mfalme. Haya, mfalme atafanya vitu kwa matakwa yake binafsi. Atafanya vitu kwa sababu Mungu ametaka afanye vitu. We Sauli, may you reign justly and wisely. Utawala kwa hekima na maarifa kulingana na Mungu. I anoint you the first king of Israel. Na kupaka mafuta kuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. I, as God's prophet, mimi kama nabii wa Bwana, in any way I can, nitafanya kila chochote ninachokiweza kukusaidia majukumu. Era in Israelite history is beginning. Sasa mwanzo mpya wa Israeli ukaanza. Na mfumo mpya wa maisha ya Israeli ukaanza. Ukaingia mfumo wa wafalme. Twende vizuri kabisa. Baada ya mfumo wa waamuzi kuisha, sasa tunaingia katika mfumo wa wafalme. Haya.
Tunaendelea na picha yetu nzuri hapa. Tunahitaji kufanya sadaka kabla hatujakamata, hatujaua. Wewe nani? Wewe ni mfalme, utaki kutoa sadaka. Haya ni mambo ambayo tutakayo kwenda kukutana nayo katika episode inayofuata ya picha nzuri kabisa ya The Bible. Hii next time tutakutana nayo katika episode inayofuata, episode ya 7. Twende taratibu katika picha nzuri hii hapa. Yes, wananitage man himself, man of anointing. Haya yote ya tutakutana naye katika episode inayofuata. Yes sir. Twende taratibu kabisa. Episode ya number 7. You abused your power. You took everything from your most loyal servant. You took his wife. Then you took his life. You think God doesn't see everything? I am his chosen one. David, he will bring disaster on your house. We shall see.